Kwa majina anaitwa Donat Madeje Maweza, ni mganga mfawidhi wa iliyokuwa zahanati ya Kange ambayo kwa sasa imepewa hadhi na kuwa kituo cha afya Maweni. Ujenzi wa kituo cha afya Maweni umekuja ili kutatua changamoto za wakazi wa Maweni ambao walikuwa wanapata shida ya kupata huduma za kitabibu kwenye maeneo yao, hasa kwa sababu ya wingi wa watu na uchache wa vituo vya kutolea huduma za afya. Mwaka 2024 tarehe 1 Septemba tulipokea fedha kwa ajili ya kuipa hadhi zahanati ya Kange na kuwa kituo cha afya Maweni, kiasi cha shilingi milioni 695,846,188. Baada ya hapo, kwa sababu ujenzi ulikuwa unafanyika kwenye eneo la zahanati ya Kange, hivyo ililazimika kuhamisha huduma za afya za zahanati ya Kange kwenda kwenye eneo lililokuwa limependekezwa pale stendi mpya, ambapo napo palihitaji kuboresha miundombinu pamoja na ujenzi wa choo ili jengo lile liweze kukidhi kutoa huduma za afya. Baada ya kuhamisha huduma, ambalo zoezi hilo lilifanyika tarehe 13 mwezi wa kwanza mwaka 2025, mchakato wa kuanza ujenzi wa kituo cha afya Maweni ulianza. Rasmi kituo cha afya Maweni kimeanza kujengwa tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2025, baada ya michakato mingine ya kutafuta mafundi pamoja na wazabuni kuwa imekamilika. Ujenzi huu unaendelea mpaka sasa, ambapo baadhi ya miundombinu imekamilika, lakini kwa maelekezo yaliyokuja pamoja na hizo fedha, barua ilikuwa imeelekeza vipaumbele ambavyo mradi utekeleze. Miongoni mwa vipaumbele ambavyo tumevitekeleza vilivyopendekezwa vilikuwa 10. Cha kwanza lilikuwa ni jengo la wagonjwa wa nje. Cha pili lilikuwa ni choo cha nje. Cha tatu lilikuwa ni jengo la maabara. Cha 4 ilikuwa ni jengo la upasuaji. Cha 5 ilikuwa ni jengo la wodi ya wazazi. Cha 6 ilikuwa ni jengo la kufulia. Cha 7 ilikuwa ni mfumo wa maji taka. Cha 8 ilikuwa ni kichomea taka. Cha 9 ilikuwa ni shimo la majivu, na cha 10 ilikuwa ni shimo la kutupa kondo la nyuma. Kwenye utekelezaji wetu tumeshatekeleza vipaumbele 7 kwa ukamilifu. Vipaumbele ambavyo vimebaki havijatekelezwa mpaka sasa ni kichomea taka, shimo la majivu pamoja na shimo la kutupa kondo la nyuma, ambavyo tuko kwenye mchakato wa kuendelea umaliziaji. Pamoja na hayo, kwa majengo ambayo tulishayajenga na yakakamilika, jengo la wagonjwa wa nje limeshakamilika kwa 100% na tayari huduma za zahanati ya Kange zimeshahamishiwa kwenye jengo la kituo cha afya Maweni la wagonjwa wa nje. Huduma zingine tunafanyia kwenye majengo mengine, japo miundombinu yake inaendelea kukamilishwa hatua za mwishoni. Kama huduma za mama na mtoto tunazifanyia kwenye jengo la wodi ya wazazi, wakati tunaendelea kumalizia miundombinu mingine, kwa sababu kwenye ujenzi wetu hatukuwa na jengo la huduma za mama na mtoto. Lakini pamoja na hayo, mradi umetupatia watumishi. Kwa awamu ya kwanza umetupatia watumishi 6, ambapo kwenye hawa watumishi 6 walikuwa ni wakada mbalimbali. Watumishi hawa wakati wamefika, kituo chetu kilikuwa hakijakamilika, hivyo walipelekwa kwenye vituo vingine kwa ajili ya kupata uzoefu na kuhudumia jamii, wakati tunaendelea kukamilisha kituo chetu ili warejee kuja kutoa huduma. Lakini pia kwa mwaka huu wa 2026 serikali imetupatia watumishi wapya 11, ambao wote tayari wamesha ripoti na wameshaanza kazi. Awali tulikuwa watumishi 5 ambao ndio waliokuwa wanahudumia zahanati ya Kange. Kwa hiyo mpaka sasa tupo watumishi karibia 20 ambao tutaenda kuhudumia kituo cha afya Maweni pale ambapo kitakuwa kimekamilika kwenye majengo yote. Kwa namna fulani inaweza ikawa ni sehemu nzuri sana ya kuanza huduma. Kwa kuanzia majengo yetu mengine yaliyopo, jengo la wodi ya wazazi
Hili litatumika zaidi kwa ajili ya wale wazazi ambao wanakuja kujifungua, lakini pia jengo la upasuaji limetengenezwa kwa ajili ya kutoa huduma za upasuaji kwa akina mama ambao watapata changamoto za kushindwa kujifungua kawaida. Hivyo hawa wanaweza kuendelea kuhudumiwa kwa kulazwa kwa sababu wodi yao ipo na inaelekea kukamilika. Pamoja na hilo, tuna jengo la kufulia ambalo limeshakamilika. Maabara yetu ipo, imeshakamilika na tunatarajia kufunga vifaa muda wowote. Lakini pia pamoja na hayo, mradi umetuletea vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi milioni 244. Tunavyo tayari kwenye kituo chetu ambavyo tulikuwa tunasubiri ukamilishaji pamoja na upatikanaji wa umeme ili tuweze kuvifunga, ambapo mazoezi mengine yote yamekamilika na bohari ya dawa wamesha taarifiwa kwa ajili ya kuja kutufungia vifaa vyetu ili vianze kufanya kazi. Huduma ambazo tunazitoa kwa sasa kwenye eneo hili jipya la kituo cha afya Maweni ni huduma za wagonjwa wa nje. Kwa maana ya wagonjwa wa nje ni wale wagonjwa wote ambao hawahitaji huduma ya kulazwa. Watakuja, watapata huduma, alafu watarejea majumbani. Kwa wale wagonjwa ambao wanahitaji huduma za kulazwa, bado tunawapa rufaa kwenda kwenye vituo ambavyo vina hizo wodi pamoja na huduma za kulazwa. Kingine cha mwisho ambacho napenda tu labda kutoa ushauri kwa jamii ni kwamba kituo chetu ni kipya na eneo letu liko wazi, halina fensi, kwa maana ya kwamba tunatamani kama wananchi wangeacha sasa kutumia njia ambazo zinapita katikati ya kituo. Kufanya hivi ni kuongeza mwingiliano mkubwa kati ya wagonjwa na watu wa kawaida, jambo ambalo linapunguza usiri kwenye kutoa huduma. Lakini pia nitoe rai kwa jamii kwamba eneo hili kwa sasa linaendesha huduma za afya. Kuna wananchi ambao walikuwa wanalitumia kama sehemu ya malisho ya ng'ombe. Sasa kufanya hivi kwa sasa kutaendelea kuathiri miundombinu yetu, kuchafua kuta, lakini pia kukanyaga mabomba na ng'ombe. Baadhi ya vitu vinaweza kuanza kuharibika kwa sababu ya kuruhusu mifugo, lakini pia na njia ambazo sio rasmi ziendelee kutumika kwenye eneo letu. Naomba tu sasa wananchi waelewe kwa sasa eneo hili tumerejea na tunatoa huduma, liheshimiwe, waje wale ambao wana changamoto za kuja, na kama kuna wengine wanakuwa na shida binafsi, basi watumie zile njia ambazo ni rasmi ili kupunguza hizo changamoto za kuharibu miundombinu wakati bado tunaendelea na uboreshaji wake.